Kukataliwa kwenye maisha ni hali ya kawaida. Watu wengi wamekuwa wakikataliwa katika sehemu mbalimbali, wakati wa kuomba kazi, wakati wa kuomba msaada na wakati wanapotafuta kufanya mambo mbalimbali. Sasa kukataliwa huwa kuna maana nyingi. Kuna wengine ambao wanakuona kukataliwa kama fursa, lakini pia kuna wengine ambao wanakuona kukataliwa kama moto unaowaunguza. Utafiti unasema ya kwamba mtoto anapokuwa mdogo huwa anaambiwa hawezi mara 40,000 na anaambiwa anaweza mara 8,000 tu. Kwa hiyo sijui wewe umekataliwa wapi na sijui umekataliwa kwenye jambo lipi, lakini ninachotaka leo kukuhusia ni kwamba sio kila kukataliwa huwa kuna hasara kwako. Kuna wakati mwingine kukataliwa kuna kuwa na faida. Sasa kuna mambo kadhaa ya kuzingatia au ya kujifunza pindi pale unapokuwa unakataliwa. Jambo la kwanza kabisa, unapokuwa unakataliwa, unalopaswa kujifunza ni kwamba rejection inapima kama unachokiamini ni kweli au sio kweli. Mtu anapokukatalia kwa mara ya kwanza anataka kupima, je, unachokiamini ni kweli au si kweli. Kwa wakati mwingine unaweza kukataliwa kwa sababu mtu anataka kupima, je, kile unachokiamini ni kweli au si kweli. Mfano, wakati mimi nasoma nilikuwa sifanyi mitihani siku ya Jumamosi. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa naenda kuomba nafasi ya kutokufanya mitihani siku ya Jumamosi, walimu wakawa wananikatalia. Kwa wakati mwingine walikuwa wananikatalia kwa kutaka kuamini kwamba kile ninachokiamini ni sahihi au si sahihi. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukakataliwa si kwa sababu ya ubaya, ila ni kwa sababu wanataka kuamini kile unachokiamini ni sahihi. Sababu nyingine ya kujifunza ni kwamba maumivu ya kukataliwa ni madogo sana kuliko maumivu ya kutokufanya kabisa kwa kuogopa kukataliwa. Usiache kuendelea kufanya kitu kwa sababu umekataliwa. Usiache kuamini katika ndoto yako kwa sababu watu fulani wamekukataa au watu fulani hawaamini katika ndoto yako. Kwa hiyo kukataliwa kusikufanye ukaacha kuamini kile unachokiamini. Kumbuka maumivu ya kukataliwa ni madogo sana kuliko maumivu ya kutokufanya kabisa kwa kuogopa kukataliwa. Jambo jingine ni kwamba kukataliwa inaweza kuwa ni njia bora ya kuboresha wewe na kuwa upya zaidi ya ulivyokuwa mwanzo. Kuna wengine maisha yao yalibadilika baada ya kukataliwa. Kuna wengine waligundua uwezo wao wa pekee baada ya kukataliwa. Unapokataliwa sehemu fulani haimaanishi kuwa wewe huna thamani, ila wao ndio wameshindwa kutambua thamani ulionayo. Wakati mwingine kukataliwa kuna kufanya ugundue thamani ulionayo ndani yako ambayo watu wengine hawaioni. Kwa hiyo wakati mwingine kukataliwa kuna kufanya uweze kugundua thamani ya maisha yako upya. Jambo jingine unalopaswa kujifunza ni kwamba wakati mwingine kukataliwa kunaweza kuwa sijakuelewa leo, nenda kesho nitakuelewa. Ukisoma kisa cha mama mjane katika kitabu cha Luka 18:3-5, aliyekuwa anadai haki yake, alikuwa akimfuata mtu aliyekuwa anamdai haki yake mara kwa kadhaa, lakini alikuwa anakataliwa. Kwa hiyo wakati mwingine kukataliwa inaweza ikawa ni kwamba leo sijakuelewa, njoo kesho nitakuelewa. Yule mama yule baada ya kuwa amemsumbua mtu yule kwa kuwa anaenda leo na kesho kutwa anaenda anarudishwa, akukata tamaa, mwisho wa siku aliweza kupata haki yake. Kwa hiyo kukataliwa wakati mwingine inawezekana yule anayekukataa leo ni kwa sababu hajakuelewa, anahitaji uende ujipange upya, kesho urudi tena. Kukataliwa kunaweza kukawa ni kwamba si kwenye lengo baya, wakati mwingine ni lengo jema. Mwisho, maisha ni kama mziki, usikilize, uimbe kila siku. Si kila mtu ataelewa ladha ya mziki unaosikiliza. Wewe peke yako unayosikiliza mziki wako ndio utakayeweza kuelewa ladha ya mziki wako. Asante sana, ningependa nijifunze kutoka kwako kwamba pindi unapokataliwa nini huwa kinakujia na huwa unafanyaje kukabiliana na hiyo hali. Niandikie kwamba kitu gani umejifunza, lakini pia nini huwa unafanya. Asante, tukutane siku nyingine.